pembe lilijulikana ni nani alileta na nani aliweka? Aliyoleta alikuwa alikaa jela miaka 4 nafikiri. Nitoka mwaka juzi kutoka 2020. Mwingine akawa ni ndugu hao. Ni ndugu mtu na baba yake. Lakini baada ya hao watatu kuja kuomba msamaha, niliwauliza target yenu ilikuwa ni nini? Sasa bwana, kwanza unazuia ujangili, umegusa maisha ya watu. Pili, unanyang'anya mashamba ya watu, wanarudi serikalini. Mtizamo wa wananchi sasa baada ya mkasa mzima huo kuisha na hao waliokamatwa na ndugu zao wakawa wamebaki hapa, mtizamo wa wananchi waliokuwepo hapa na namna ambavyo utawala wako unauendesha ulikuwaje? Kuna wengi katika uongozi hauwezi kupendwa na wote. Kuna wengine waliniunga mkono kwa asilimia zote, lakini kuna wengine wachache, kikundi cha wachache ndicho kilichokuwa kinanufaika, lakini kilinichukia. Lakini mimi sikuwachukia kiasi hicho, niliendelea kuwapa elimu mpaka sasa tumeshakuwa sawa. Mpaka sasa hivi mmeshakuwa sawa. Na wanafuata utaratibu. Okay, kuna changamoto gani za kiutawala sasa hivi? Kwa sababu umeingia awamu ya pili kwa mwenyekiti na ni mwenyekiti kijana na ni mwenyekiti ambaye una historia ya ujangili na kuacha ujangili kwenye kijiji hiki. Changamoto za kiutawala ni zipi ambazo unakutana nazo sasa hivi? Sasa hivi changamoto ambazo tunakutana nazo kama viongozi wa kijiji, hususan mimi, kwamba sio kila unalolifanya litakubaliwa na wote. Kuna baadhi watasema hapana, ambao wana muono hasi, lakini wale wenye muono chanya wanayependa maendeleo tumekuwa tukiungana, na hata wale wanayepinga kama ni jambo jema limekuwa nikitumia nguvu kuwaelimisha. Sasa kuwaita ofisini, kuwaelimisha wasipotii, manake wanasema tii sheria bila shuruti. Wasipotii basi na mimi nawaadabisha. Tumekuwa tukienda hivyo. Sasa na hali ya ujangili kwa sasa ikoje kijijini? Hali ya ujangili kwa sasa niseme inaelekea kuisha. Yaani ni wale waliobaki pengine ni 10 kwa 1 ambao tunatafuta namna yake. Manake njia pekee ambayo nilifanya wengi kuacha, kwanza niliwavuta tukaingia serikalini. Na baadhi wale ambao tuliona wakorofi, inapotokea fursa nilikuwa ninawapa. Ikiwezekana hata kuwatafutia viajira moja kwa moja wahame hapa kijijini. Kwa hiyo naamini kwamba changamoto ya vijana au wananchi kujiingiza kwenye ujangili ni kukosekana kwa fursa za ajira na mambo ya uchumi tuseme. Kwa hiyo ndicho hicho, na elimu. Elimu ndio ilikuwa haijawafikia. Sasa hivi imewafikia sana. Niliwaambia kwamba kuna vitabu fulani hivi niliomba hapo Kanivo kwamba kila palipo na vijana 10 tutoe elimu. Na kuna fursa gani sasa kijiji cha Kitisi? Mtu akisikia kutoka Rukwa, kutoka Mbeya, akisikia kijiji cha Kitisi ambacho kinapatikana katika tarafa ya Idodi, kata ya Idodi, maeneo ya wilaya ya Iringa vijijini, wewe kama mwenyekiti, ni kuna fursa gani hapa kijijini? Fursa mojawapo ni kilimo kwanza. Kiukweli mimi nilivyoingia, baada ya kuona sasa vijana wanahangaika hawana maeneo, niruhusu kwamba vijana waombe maeneo wajikite kwenye kilimo. Ndiko huko ambako watapata mali. Nashukuru Mungu hiyo tuseme imeitika. Na vijana wamezama sana, na nimewaelimisha walime mazao ya biashara kama ufuta, karanga, alizeti na kuna vitunguu. Sasa hivi tuna wimbi kubwa la wakulima wa vitunguu huko. Wa kutoka nje au kutoka nje na wengine wa hapa. Yaani vijana wale kuruhu kabisa tayari wamesha adapt mfumo wa kilimo na wamebadilika na wamekuwa wakinishukuru. Nina mfano wa vijana kama 7 hivi. Wana pikipiki nzuri, nyumba nzuri, maisha yao yameshaboreka. Kuna mashirika yoyote yanayojishughulisha na shughuli za kiuhifadhi hapa kijijini? Ndio, tuna Lion Landscape wapo hapa kijijini. Vijana wananunulia vifaa vya michezo, kwa mfano mipira, yani vifaa vya michezo kwa ujumla. Alafu pia huwa wanaweka hata mashindano kwa ajili ya kutoa elimu kwa pamoja. Lakini kwenye mifugo ndiko kuliko kwa kumeathirika sana. Vijana walikuwa wanaenda sana kuwinda tembo, lakini baadhi ya vijana wanapewa ajira huko, lakini pia wanapewa madawa kila baada ya miezi 3
na hata shuleni wamekuwa wakisaidiwa. Ile michango kandamizi ile kwa wazazi haiko sasa hivi, imepungua. Sawa sawa. Na hapa tuko jirani na hifadhi ya taifa ya Ruaha, ndio, ambayo ni hifadhi kubwa kabisa Tanzania. Hifadhi 21 yenyewe ni ya pili kwa ukubwa ikitanguliwa na Nyerere. Ndiyo. Na hii hifadhi ni moja ya hifadhi ambayo iko jirani sana na kijiji cha Kitisi. Ndiyo. Imekuwa na mchango gani katika maendeleo ya kijiji cha Kitisi? Nafikiri mchango ni mkubwa kwa sababu hawa wanyama wanaotoka huko, alafu wawekezaji au wadau wa maendeleo hapa kijijini, kimaanisha Mbomipa au Ruaha Carnival, wao wananyonya kutoka hifadhini. Kwa hiyo hifadhi isingekuwa na ulinzi mkali kule, hawa wanyama wasingekuja. Kwa nini hawa wasiende kuwekeza Ufyambe? Wamekuja kuwekeza kwenye maeneo haya kwa sababu kuna wanyama pori. Hiyo ni faida namba moja. Lakini faida namba mbili, tumekuwa tukisaidiwa, kuna madarasa pale, madawati. Tumeshawasaidia. Kuna madarasa nafikiri 4, kama sio 4 5 yako hapo. Lakini yamejengwa kutoka mwanzo mpaka mwisho. Mwananchi akuchangia hata shilingi. Lakini pia waliwezesha madawati, pia waliwezesha vitabu. Hiyo ni faida moja. Lakini pia walikuwa wanakuja wanatoa elimu kwa vijana. Lakini pia wana mashirika ndani, ambayo hayo mashirika yamekuja yakichukua watu wetu hapa na kupeleka kufanya kazi. Hususan tuseme kuna hawa asilia. Nafikiri tuna ushirikiano mzuri sana na kijiji cha Kitisi. Wanapohitaji watu wanakuja hapa kuchukua, kwa sababu wanaamini, na niliwaomba kwamba naomba mnisaidie hawa watu waache ujangili. Kwa hiyo wakihitaji watu kwa ajili ya kufanya kazi, wananiambia mimi, nawaandaa vijana wale ambao naona hapa hawakupewa msaada, ili waende wakaangalia mazingira kule, waone umuhimu wa kuwatunza wanyamapori. Kwa hiyo wanakwenda, wakirudi alhamdulillah unapata hata ya soda. Lakini wanawekeza hapa au ndio wakisha kwenda kule wakipata wanaenda wanaondoka kabisa kwenda mjini? Wanawekeza hapa. Na mfano mzuri, kuna bwana mmoja unapokuja hapa kijijini, kuna mziki hapo katikati pamechangamka sana. Yule alikuwa ni mmoja wapo, lakini baada ya kutoa elimu akanufaika. Sasa hivi yuko Dar es Salaam, ameanza kuja kutusaidia sisi. Na ndio aliyokuwa ameweka mashindano mwezi wa 12, kwa yamenoga kwa kweli. Mwenyekiti, wewe ulishawahi kuingia hifadhini kwa ajili ya utalii? Ndio. Kwa utaratibu wa kulipia mwenyewe au kuna namna ilifanyika? Nafikiri zamani walikuwa Ruaha Carnival walikuwa wanabeba, alafu na hawa Life Connection wanabeba. Kwa hiyo mnaenda kule? Kwa hiyo umeshakwenda kutalii mara nyingi? Ni mara 6. Mara 6. Hongera. Asante. Lakini ulionaje mazingira ya hifadhini kule? Mazingira ni mazuri kwa kweli. Hata nimeona kwa sababu tunapokwenda unaweza ukapita kwenye makempu mnakula. Tofauti na zamani, sasa hivi kumeamka. Mazingira ni mazuri. Sasa tunaelekea kwenye maeneo ambayo kimsingi lile pembe liliwekwa. Hebu twende kidogo tukaangalie kule tuone ni eneo gani. Ni huku? Ni huku. Hapo kwenye mti akaja akaliwelaza hapa. Sawa sawa. Hapa peupe kabisa hapa. Hapa peupe? Hapa. Akawa ameweka hapa. Kwa hiyo na wewe ukawa umetolewa ndani moja kwa moja kukwambia kuna mzigo wako hapa. Yaani kipindi hicho uko ndani, mke wako ilikuwaje? Kiukweli mke wangu alipatwa na pressure na alienda kuponea Ipamba bwana. Pole sana. Asante. Pressure ilimshika sana kwa sababu aliamini sijawahi kufanya hiyo kazi. Aliamini unasingiziwa? Nasingiziwa. Na kweli, na hata wao baadaye wale askari wakati tuko kwenye gari wakasema bwana, hii ngoma umewekewa. Wakakili? Akasema tutadili na yule mtu ambaye alitupigia simu. Okay. Na ikaonekana kwamba yule aliyepiga simu na yule aliyeweka ndio lao moja. Na ndio huyo aliyepiga simu na aliyekuja kuweka ndio huyo. Kwa hiyo kwa sababu aliweka saa 4, nafikiri wale askari walikuja muda wa saa 4 hiyo. Sasa nikawa mimi napigiwa simu na ndugu yangu kwamba nitoke nje niende kule. Wakati narudi nafikiri au nitoke nje wakati na zubazuba ionekane nimehamisha moja, nimelirudia. Ndio mtego ambao nilielezwa baadaye. Lakini pia na Mungu alikusaidia. Ni kweli sana. Malizia kabisa, una ushauri gani juu ya haya mashirika ambayo
yanasaidia shughuli za maendeleo hapa kijijini, hususan ya mashirika ya kiuhifadhi pamoja na hifadhi ya taifa Ruaha. Una ushauri gani kwa ajili ya kuendeleza kijiji cha Kitisi? Asante. Ushauri wangu mimi, tuanze na mashirika haya kwamba tuendelee kuimarisha uhusiano, kwamba wao wanaisaidia serikali kwa ajili ya kuleta maendeleo hapa kijijini, kwa sababu wamepewa mamlaka ya kuja huku, na sisi kama vijiji tunawapokea, wanafanya kazi na sisi jamii. Lakini faida ambazo nimekuelekezeni ni hizo ambazo tunazipata, ni kusaidia kwenye miradi ambayo wananchi hawaguswi mara nyingi kwenye michango, na miradi inaenda. Ukienda zahanati kuna miradi imefanyika, ukienda shuleni imefanyika, na huko kijijini kuna miradi bado inaendelea. Lakini jambo la pili, kwa nasemea sasa hifadhi, mara nyingi nimekuwa nikiomba kwamba inapowezekana basi waje wawape mafunzo hawa vijana wetu na wawape sare. Unamaanisha mafunzo mafunzo ya uaskari? Tuna vijana VGS ambao hawana mafunzo ya kumkamata jangili kabisa, na hata wakiingia huko, yani wanapoenda kufanya doria, askari hawezi akatambua kuwa huyu ni askari mwenzangu. Wanaweza sababu hawana sare, wanaweza kawa wamekurubusha jangili wakakwepa, lakini wale vijana VGS wakakutana, wanawachukua. Na vijana au VGS wao wanafanya wapi? Wanafanya kazi wanafanya au wanaingia mpaka hifadhini? Wanafanya mazingira ya kijiji na hata mazingira ya Mbomipa. Unajua Mbomipa wao wamejikita kuangalia sehemu zile korofi, lakini hizi ambazo ziko wazi ndiko majangili wanakoingilia ni hamna. Kwa hiyo vijana mara kila wiki wanakwenda mara moja. Lakini jambo jingine kwamba nishawahi kuomba kwamba endapo sisi tukikamata jangili, basi vijana wapewe motisha ile isiwavunje moyo kwamba tunakamata, wanakuja wanachukuliwa, wanapelekwa kule, sisi tunaachwa hivi hivi. Lakini jambo la jingine kwamba jangili mara nyingi hawafungwi. Unamaanisha nini? Kwamba jangili unaweza ukakuta amekamatwa leo, kesho anarudi. Sasa leo mimi nimemkamata, kesho anarudi. Maana yake nini? Yaani jambo halijapoa, hajajutia. Maana yake lazima atakuja kuniumiza mimi. Na mfano sahihi ambao kuna jangili wa Idodi nilikamata, ni Sugu, nilikamata leo usiku, amepelekwa, kesho jioni anarudi, akaja mpaka nyumbani. Sasa nimerudi bwana. Ni hatari. Ilikuwaje sasa? Akasema nimerudi. Nilipiga simu hapo kwa mkuu wa hifadhi, kipindi kile alikuwa huyu Menataki. Nilimpigia nikasema aisee, kuna mtu nimekamata jana. Sasa leo amerudi na amekuja. Akasema yuko wapi? Nikasema bwana, kunakoendelea mimi huyu sasa napambana naye mwenyewe. Akasema yuko sehemu gani? Nikamuelekeza. Akasema subiri dakika 5. Kiukweli niliona amefanya jambo la maana. Hazikupita dakika 5 yule bwana akampitisha. Na wamemchukua? Wakawa wamemchukua. Ilikuwa ni hatari. Ni hatari. Lakini bado alikaa wiki, akarudi mpaka sasa hivi, na alishanitangazia kwamba mimi tukikutana na yeye ama zake ama zangu. Na mimi nikaenda mpaka kwake, nikamwambia nimefika. Ulikuwa unajiamini nini mpaka kwenda kwake tena mwenyekiti? Hapana, kwa sababu niliona sasa bora tutishane, kila mmoja amuogope mwenzake. Hapana, sikuna vyombo vya kisheria, vyombo vya ulinzi, matishio kama hayo ya usalama, unakwenda polisi, niliripoti. Aenda nikamwambia bwana, tafadhali naomba zile kazi ziache na kushauri sio nzuri. Basi mimi nakushukuru sana na asante. Leo kwa kweli tumekuwa na wakati mzuri sana. Tuko kwenye himaya ya mwenyekiti wa kijiji cha Kitisi, anaitwa Bwana Ramadhani Mduda, na ametupa story yake toka
akiwa kijana mdogo, namna alivyoingia kwenye masuala ya shughuli ya ujangili, lakini pia nini kilimpelekea kuacha, lakini pia ameingiaje kwenye siasa na hatimaye kuwa mwenyekiti wa kijiji. Na hayo ndio yalikuwa mazungumzo yetu, na hii ni Uhifadhi TV.